Asilimia kubwa ya watu wamefanya maeneo yao ya kazi kama magereza, wameifanya kama sehemu za vifungo. Wakienda wanakutana na mambo mengi kama maswaibu, wanakutana na makwazo. Kwa sababu gani? Wameshindwa kupatana na watu walioko katika maeneo yao ya kazi, mabosi na wafanyakazi wao, wafanyakazi na mabosi, wafanyakazi na wale watu wanaowatumikia. Wameshindwa kupatana. Hii inasababisha kila mtu anapokuwa akienda kazini anakuwa akilalamika au akisononeka ndani ya moyo kuwa hii kazi sio kazi nzuri. Kwa sababu gani? Hapatani na watu walioko karibu yake. Na tukumbuke kitu kimoja, kuwa asilimia kubwa ya muda wetu uko katika maeneo yetu ya kazi. Hivyo ukitaka kukua vizuri kiroho, kiakili, kimwili na hata kiuchumi, basi hakikisha unatumikia vizuri ule muda wako ambao umechukuliwa na asilimia kubwa. Asilimia kubwa tukimaanisha kuwa unafanya kazi labda kwa asilimia 50, kuanzia asubuhi mpaka saa 10 au asubuhi mpaka saa 12. Ukumbuke tu hayo masaa yote ya kazi ndio muda wako ulikochukuliwa. Kwa hiyo hakikisha unakuwa na furaha katika eneo la kazi, ili kazi yako iende kwa ufanisi, ili uifurahie kazi yako, ili ufurahi kuwatumikia wale unaowatumikia, ili ufurahi kuwaongoza wale unaowaongoza. Isije ikawa ni kama gereza. Ukifika kazini unaanza kulalamika, unaanza kuishi vibaya, moyo unakuuma. Ukiwa unaenda tu kazini unaanza kushtuka. Hivyo hata majumbani kwetu ni muda mdogo, lakini kuna watu wakirudi manyumbani wanaona kama wanaenda magerezani. Nataka nikuulize, ni wangapi ambao wakirudi nyumbani kwao wanaona kama wanaenda magerezani? Kwa sababu kumekuwa na mwiba, wakirudi nyumbani kuna matatizo. Tujifunze kitu kimoja, tufurahie maeneo yetu ambayo tunayaishi, iwe ni nyumbani, iwe ni kazini. Hakikisha eneo hilo unaweka furaha. Furaha hiyo inatimizwaje? Inatimizwa kwa kutenda yale ambayo yanatupasa. Sawa. Barikiwa sana mtu wa Mungu. Usiache kunishauri kama una jambo lolote la kunishauri. Ile nimeamua kushare na wewe.